ya hasikii chochote cha nje. Ndio nilikuwa naeleza kwamba nimekumbuka juzi nilipokuwa tulivyosoma ile andiko la Waebrania, ndio maana mimi nilituma. Kwa sababu nilianza kugeuka kujiangalia mimi. Nikasema kumbe kuna dhambi zingine tunazichukulia poa. Nafanya kitu, mume wangu akijui, mtoto wangu akijui, hata mume wangu mwenyewe unakuta namdanganya tu. Huko nyumbani naambia yeye niko nyumbani. Mimi niko nje ya geti kabisa, siko nyumbani. Kumbe Mungu anataka ndio yako iwe ndio yako, hapana yako iwe hapana yako. Kwa hiyo tukiangalia hii Waebrania inatulenga sana watu ambao tunaokoka. Na tukiwa tunasoma neno la Mungu, tunaposema dhambi zinakuwa zinalenga watu hao wawili. Kuna tofauti ya yule ambaye hajajua kabisa. Sasa huyu ameongelea sisi ambao tunajua tuko ndani ya neema. Mimi juzi nilitubu sana kwa uchungu, nikasema Mungu, kumbe ndio maana wanasema dhambi ndogo ndogo ndio zinazoua watu nyingi. Nafanya kitu, mwanangu ajue, mume wangu ajue, rafiki yangu ajue. Na tukikutana hivi kama tulikuwa tunasema, ukiniona unasema yule mtakatifu. Tena tunaitana kabisa. Mtakatifu wa Mungu, mtakatifu wa Mungu, lakini huko ndani sirini kuna vitu vikuu. Mungu akiniangalia ananiona kwamba mimi nastahili hukumu ya nini aliyosema hapo. Hukumu ya moto, ya kutisha. Ukali wa moto. Kwa hiyo mimi inanitisha zaidi kwamba kuna siku mwisho wa siku tunafika mbinguni, kuna watu watakutana. Na kuna huu mstari wa Mathayo 15 mstari wa 8 unasema watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Lakini wanane kwamba hawa watu huniheshimu kwa midomo. Yaani ndio kwamba Mungu hizi kelele zetu za pretend, unajua tunaabudu tunaenda kwamba ukosi kanisani, hiyo haimtishi Mungu. Kwamba unatoa sadaka haimtishi Mungu. Anasema utii ni bora kuliko dhabihu. Kulitii ni mbaki. Yaani utii ambao Mungu ambao anamtarajia mwanadamu hasa ambaye amepata neema ya kumjua ni kuyashika. Ndio kama ule mstari ulivyosema kwamba wampendao ni wale waliozishika amri zake. Kwa tusijidanganye kwamba mimi nampenda Mungu, umejipima. Unajua ni ile ni mimi Deborah mwenyewe nijipime. Hivi kweli niko sawa sawa neno la Mungu, niko sawa sawa. Unajua sio kwamba nimeenda kanisani, sio kwamba nimetoa sadaka, sio kwamba nimetoa mafungu ya 10. No. Hivyo havimuogopeshi Mungu. Ndio anasema utii ni bora kuliko dhabihu. Na kuna mstari unasema hivi, sizitaki hata sadaka zenu. I think it's ni Isaya. Kwamba Mungu anachotarajia ni moyo wako kwake. Kwamba umejitoaje kwa Mungu? Unazishikaje sheria zake, amri zake? Nafikiri tu kuna confusion mahali mtu watu wanatafsiri ile kujitoa kwa Mungu, kumtumikia ndio kumpenda Mungu. Unaona mtu akiwa anafanya mambo ya Mungu anaona kama ndio nampenda Mungu. Yaani anaona mwone wake ndio anampenda Mungu. Bwana, sijakosa mkesha, sijakosa michango, kutoa fungu la 10, sio kufanya nini. Hiyo vitu vyote anatafsiri kama ndio kumpenda Mungu. Hayo ni mambo mazuri ambayo tunapaswa kuyafanya. Lakini tafsiri ya Mungu kumpenda yeye ni kuzitii sheria zake. Basi amri zake. Basi hiyo tafsiri ya kumpenda Mungu. Ndio ya moja kwa moja bila kufumba macho wala kufumbua. Ni hiyo. Ina maana nikitaka kujua huyu dada anampenda Mungu. Yaani mtu mfano labda huyu ana huduma fulani kubwa. Ni kumwangalia kwamba anampenda Mungu, niangalie namna ambavyo ninaona akizitii sheria za Mungu. Akitii sheria za Mungu. Jamani, tumeambiwa tusiseme uongo, na muone dada jamani ni mkweli. Tumeambiwa tuwe waaminifu, ni muaminifu. Mambo mengine siwezi kujua. Yale yanayoonekana naweza nikasema nafsini mwangu kwamba huyu dada anampenda Mungu kwa sababu ya matendo. Matunda. Kwa sababu ya matunda na zile kanuni na sheria za Mungu ambazo anazitii. Sio kwa sababu ya mambo anayoyafanya. Ndio maana nikasema kuna ile tofauti wa kulive, yani kuishi kwa ajili ya Kristo na kuishi kama Kristo. Tunachotakiwa sisi, Mungu anachotutaka ni tuishi kama Kristo, sio kuishi kwa ajili ya Kristo. Kuishi kwa ajili ya Kristo ndio utaenda ukisha kanisani unafanya nini? Yaani watu waone kwamba yes. Naishi kwa ajili ya Kristo. Kristo hataki hivyo. Kristo hataki hivyo. Anataka tuishi kama yeye. Na hiki nasema kuna neno Yesu amesema kwamba jitieni nira yangu. Mjifunzeni kwangu.
Tena anasema wewe mzigo wangu si mzito, mzigo wangu ni mwepesi. Kwa jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu. Mimi ni mpole na mnyenyekevu. Kwa sababu unapokuwa mpole, ukawa mnyenyekevu, hata watoto tuliowazaa ndani unapata kujua mimi mwanangu ule ni mpole, ni mnyenyekevu. Au mwingine anamtolea mfano. Kwa nini huyu kama fulani? Wewe wazazi ndio unajua, wewe mzazi, kwamba huyu ni mpole na mnyenyekevu. Kwa hiyo upole hauna ukaidi. Kama Yesu anasema tukiwa wapole, Biblia inasema kwamba alikuwa mtii mpaka mauti ya msalaba, na alikuwa na uwezo mkubwa wa kuahirisha chochote kilichokuwa kinaendelea kwenye maisha yake. Lakini kutokana na upendo alikuwa tayari ameshampenda mwanadamu, akaacha enzi, akaacha mbingu, akauvua utukufu, akauvaa mwili, akaja kwetu, akawa kama sisi, kama mwanadamu, kwa ajili ya kutuokoa. Ni ile alikuwa anatuonyeshea upendo wake. Kwa sababu angekuja na enzi, angekuja na utukufu, mimi mwenyewe nikiwa natafakari na Mungu angekuja na enzi, angekuja na utukufu, tungekuwa na sababu kwamba wewe Yesu na hili usingelishinda. Ungekuja na wewe ulikuwa na utukufu, pale ulikuwa na enzi zilikuwa zinakulinda. Na ndio maana alimwambia Petro, rudisha panga ghalani mwake. Mimi na uwezo wa kumwambia baba, kwani sina uwezo wa kumwambia baba ashushe malaika hapo au awamalize hawa wote? Lakini Yesu hakutaka, alikuwa mtii. Anaumizwa, anatii. Ananyenyekea, anatii. Anafanya hivi, anatii. Na ndio maana tunaambiwa hapa tunarudi kwamba tuwe kama nani? Kama Kristo, mfananie yeye. Tukimfanania yeye kibinadamu utaonekana ni mjinga wa mwisho. Kwa sababu tunajua ukitaka kumfanania Yesu ukubali kuwa mjinga. Kuna isha kusoma mahali kwamba maisha ya Mkristo ya ushindi ni kukaa kwenye position ya kuluzi. Hiyo mimi Oliver tangu unifundisha na nchi ni yani honestly tena nusu ujuzi hapo nikwambie. Na yani ni ngumu, sio nyepesi. Ni ngumu, lakini kuna namna Roho Mtakatifu alinikumbusha. Unaona kabisa uko sawa, lakini roho unasikia hebu nyamaza. Nyamaza. Kama ni vita shindwa. Hivyo kwa najiambia leo just to lose. Najikuta alafu vitu vinaenda. Kuna siri kwenye hiyo. Ndio maana kuna principle za kimungu ni tofauti na za dunia. Kwa sisi watu wa Mungu, kwa sababu ni watu wa Mungu, tunataka kuishi kwa zile principles za kimungu. Principles za kimungu tofauti na za dunia. Za kidunia natakiwa ni fight, ni shinde. Ni kwamba I'm right. Ni prove kwamba niko hapa. Lakini kwa kimungu natakiwa ni lose. Natakiwa nishuke. Natakiwa nikubali kuacha. Nikubali kusema okay, sawa, umeshinda wewe. Yes. Hiyo. Kama ni basi imeisha, nimekosea mimi. Yaani hivyo na isiwe tu ile ya pretense, yani kupretend, kuigiza kwamba sawa umeshinda wewe, lakini ndani huko unatoka uko na mambo yako. Basi yaishe. Ukitoka huko sirini unaenda kufanya mambo mengine. Uchungu bado una nini? Yes. Ukae kwenye, ina maana tunabidi tuzifundishe nafsi zetu. Yaani ni kitu cha kujitrain kwa makusudi kwamba mimi hapa nashindwa. Yaani hapa mimi naachilia. Labda ndio ile ya kusema kwamba tulikufa pamoja na Kristo. Yaani mwili unatakiwa ufe. Hisia nini zife. Lakini ukiangalia hata hiyo Waebrania, kumkanyaga Kristo, kugeuza kuona damu kama kitu cha ovyo, ni kitu kinacholeta binadamu yani hakuna dhambi sio na sababu. Kweli kabisa. Hata mwizi akienda kuiba, akipigwa, kwa nini unaiba? Lazima ana sababu. Mtu akizini ana sababu. Sababu nini? Tamaa. Sasa hivi vitu ukitaka uviue mpaka ufe. Yani ufe kabisa. Na hii tuliyosema mtu hivi nakiachaje hiki kinaweza kikanitoa hapa kinanipeleka sehemu nyingine. Kumbe wewe huku unajitenga na nani? Na Mungu. Unajifarakanisha na Mungu. Lakini ukikubali kuumia, kuna sehemu unakubali kuaibika. Ukubali kuaibika. Mimi kuna kitu fulani nilikuwa nasema hiki lazima, kama nimeamua hasa kubadilika katika hili neno linanibadilisha. Kuna mahali itabidi niaibike. Unaona? Kubali aibu. Mtu anakudai. Hauna cha kumpa. Lakini unaona ni mkali kama pilipili. Anakupigia simu, jamani nataka pesa yangu. Unanipa lini? Unamwambia naomba univumilie mpaka mwisho wa mwezi. Lakini kwenye ufahamu wako unajua mwisho wa mwezi hauna chochote. Ni dhambi sio dhambi? Dhambi. Ni dhambi. Yule amekuamini, amekupa pesa. Na unajua umesema uongo, na unajua kusema unaongea hii ahadi ni ya uongo.
Sasa kwa sababu umeshaamua kugeuka kumfanania Kristo, inatakiwa mwambie yule mtu kwamba jamani, hilo nimejiambia mimi. Nimejiambia mimi mwenyewe binafsi. Huyu mtu lazima akinipigia simu lazima nitamwambia kwamba ndugu yangu, naomba univumilie. Nikipata nikikwambia siku nitakudanganya. Ila nikipata nitakupa. Na hiyo hata kama mimi ndo nimekukopesha lazima nikukasirikie. Unaona, lakini ukipata lakini ndio ukweli. Lakini sasa hapo unatafuta kumlingania nani? Unatafuta kumlingania Mungu. Kwa sababu vitu vingi tunamkosea Mungu kwa kutengeneza upande wa wanadamu. Yes. Kwamba uonekane yani shida ujali kwamba Mungu siaoni, hana cha kunifanya. Tunamkosea Mungu mambo mengi kwa kutengeneza uhusiano wetu na nini? Na wanadamu. Wewe umesema hivi, kuna yani tunatakiwa tuvitake vile vitu visivyoharibika, ambavyo visivyoharibika viko katika ufalme wa Mungu, ambavyo mmiliki wake ni Mungu, ambaye Mungu anataka mimi niwe mkweli. Ndio yangu iwe ndio yangu, hapana yangu hapana yangu. Sasa nitafanyaje? Lazima nilinde mahusiano yangu na Oliver, nitengeneze mimi na Oliver nimkosea Mungu. Unaona, niseme kwa uongo anielewe, nifanye vile hanielewe, mimi yangu yaniendee. Lakini huku kwa Mungu unavuruga, yani naichafua ile damu ile damu ya Yesu iliyoniokoa inavurugika, inachafuka kila saa, na ikanyaga, yani naiona kitu cha ovyo. Unajua tambara la deki lile, mtu ameweza kudeki na kanyaga hivi na miguu, ndio unakiona kitu cha ovyo. Huwezi kuchukua nguo yako kabatini ukaikanyaga chini. Kwa ile damu ya Yesu unaikanyaga ili utengeneze na nani? Na mwanadamu. Lakini sasa tukisoma vizuri na neno, kama tuko tayari neno litubadilishe, kama mimi nilivyonibadilisha juzi, lazima nimebadilika na mimi. Nilivyoanza kunibadilisha, sijakamilika bado, linaendelea kunibadilisha. Ni kukubali aibu upande wa pili, ili ukatengeneza upande ambao ni bora zaidi na wa milele. Huyu ndiye atakayekuwezesha huyu mtu akuelewe. Mimi nahisi hivyo. Na wakati mwingine labda Mungu mimi aliwahi kuniambia kitu kimoja, anasema ni kama unaenda kazini umechelewa, unasema nikitokea bosi ameniona nitamwambia bosi, unajua usafiri ulikuwa wa shida, ulikuwa wa shida sana. Alafu sasa unafika kazini bosi